الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ndugu yangu mpendwa, unapokuwa katika misukosuko mikubwa, unapokuwa katika kifungo, aidha gerezani, aidha umewekwa kizuizini, aidha upo katika kifungo ambacho unajua ni kizito na kikubwa sana katika maisha yako, kifungo ambacho kinakupa dhiki, huwezi kufanya jambo lolote, tamka uradi huu. Uradi huu tulifundishwa pale Nabii Yunus alayhi salatu wassalam. Nabii Yunus alikuwa katika matabaka makubwa matatu. Alikuwa katika matabaka ya kiza. Kiza cha kwanza ni kiza cha usiku. Alikutana na kiza cha usiku, akakutana na kiza cha bahari, na akakutana na kiza cha tumbo la samaki. Mambo matatu. Alipomezwa na samaki Nabii Yunus, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, katika surati Anbiya'i, wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan taqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na Dhunnuni ambaye ni Nabii Yunus alipoondoka hali ya kuwa ameghadhibika na ghadhabu, aliyakuwa ameghadhibika na akadhani ya kwamba hatokuwa na uwezo juu yake wa kumwadhibu Mwenyezi Mungu, alifikiria kwamba yeye hatokuwa na uwezo, basi aliita katika kiza. Nabii Yunus aliita katika kiza, hapana mola isipokuwa wewe aliyetakasika, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa watu wenye kudhulumu au mwenye kudhulumu. Hakuna mola apasaye isipokuwa ni wewe. Yoyote anapokuwa katika misukosuko mikubwa, aidha madhara, aidha amepata matatizo, aidha amefungwa au ana kesi, atamke maneno haya, aseme la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maneno haya kama una uwezo kwa siku yatamke asubuhi mara 300, mchana mara 300 na jioni mara 300. Lakini maneno haya yana faida kubwa sana, kwa sababu nimekwambia Nabii Yunus alikuwa katika kiza kitatu. Alikuwa katika kiza cha usiku, alikuwa katika kiza cha bahari, na alikuwa katika kiza cha tumbo la samaki. Lakini Mwenyezi Mungu anasemaje? Mwenyezi Mungu anaendelea tena kusema katika surati Swafat, anasema falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Allah, ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Allah kwa kusoma dua hii, bila shaka angelikaa ndani ya tumbo la samaki mpaka siku ya kufufuliwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dua hii ilimuokoa Nabii Yunus alipokuwa akiitamka mara kwa mara. Mwenyezi Mungu angasema katika Qur'ani, amesema Nabii Yunus alipomezwa na samaki baharini na Allah akamuokoa katika dhiki, janga na misukosuko huo mkubwa. Allah amethibitisha katika Qur'ani katika surati Swafati, ambapo yeye mwenyewe amesema falaula annahu kana minal musabbihin. Na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Allah, ingelikuwa Nabii Yunus hakuwa katika wanaomtakasa Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, basi angekaa katika tumbo hilo la huyo samaki mpaka siku ya kufufuliwa. Ndugu yangu mpendwa, wewe ambaye una kesi mahakamani, wewe ambaye umefungwa vifungo, wewe ambaye umezidiwa na maarifa katika biashara zako, wewe ambaye nyumba yako imefungwa, wewe ambaye unachezewa na washirikina, tamka uradi huu, sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lakini Mwenyezi Mungu Nabii Yunus baada ya kumjibu, imeahidiwa kutoka kwa Allah mtukufu ya kwamba muumini yoyote atakayeomba dua atajibiwa. Yoyote atakayeomba dua atajibiwa na atatolewa
na kuepushwa na majanga na misukosuko ya Allah, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadhalika nunji almu'minin. Basi tukamuitikia na tukamuokoa kutokana na dhiki kubwa, na hivyo ndivyo ilivyowatokea waumini. Muumini yoyote akimwamini Mwenyezi Mungu, kwa madhara anayoyapata, kwa majanga anayoyapata, basi Mwenyezi Mungu anampa jibu, anasema fastajabna lahu, basi fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Mwenyezi Mungu ameshazungumza. Kwa hiyo Nabii Yunus alijibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama una ndugu yako, kama una rafiki yako, kama una mama yako, kama una baba yako, kama una mtoto wako amekumbwa na misukosuko ya maradhi ambayo ni mazito, ni makubwa sana. Yeye sio mtu wa kwanza kuumwa katika huu ulimwengu. Mtu wa kwanza alikuwa ni Nabii Allah Ayubu alayhi salatu wassalam. Alipata mitihani ya maradhi. Watoto wake, familia yake, wote walikufa kwa siku moja. Mifugo yake ilikufa kwa siku moja. Haikutosha, Mwenyezi Mungu akamletea tena maradhi mazito na makubwa katika mwili wake. Ayubu ulianza kuoza. Lakini maneno haya tunafundishwa kwa mtu ambaye mwenye maradhi katika familia, mwenye maradhi asiyepona. Unaweza ukajiponya mwenyewe. Silaha ya maradhi sugu ambayo katika mwili wako hayaponi, unaweza ukatamka uradi huu: baada billahi minashaitani rajim, rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ewe Mola wangu mlezi, mimi yamenipata madhara na wewe ndiye unaye rehemu kuliko wote wanaorehemu. Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Hii ndiyo dua ambayo Nabii Ayubu kamuomba Allah mtukufu amponye na maradhi, na Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, wa ayuba idhnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikran lil alamin. Na Ayubu alipomuita Mola wake mlezi akasema, mimi yamenipata madhara. Ayubu anasema, mimi yamenipata madhara na wewe ndiye unayerehemu kuliko wote wanaorehemu. Basi tukamuitikia na tukamuondoa katika madhara aliyokuwa nayo, na tukampa watu wake na mfano wao pamoja nao kuwa ni rehma inayotoka kwetu na ukumbusho kwa wafanyao ibada. Nabii Ayubu alikuwa katika misukosuko juu ya rehma za Allah na amani. Mtume wa Ayubu alipatwa na maradhi, na maradhi haya inasemekana kwamba Nabii Ayubu aliugua zaidi ya miaka 18. Wewe umeugua tu miaka 2, miaka 3, miaka 4, lakini Nabii Ayubu aliugua zaidi ya miaka 18. Hakika Ayubu alipatwa na balaa la maradhi kwa miaka zaidi ya 18. Mtu augua, nabii wa Mungu augua miaka 18. Wewe ukiugua mwaka mmoja, basi unapiga kelele. Kwa hivyo Nabii Ayubu baada ya kumwomba Allah kutumia dua hii, Allah akamjibu haraka na kumrejeshea afya yake. Hii ni kinga kwa kila yule ambaye afya yake imetetereka. Anatakiwa aseme maneno haya: Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye Rahmani Rahim anakupa afya inayostahiki. Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin utaitamka asubuhi mara 90, mchana mara 90, na usiku wakati wa kulala mara 90. Uradi huu utamke kadri uwezavyo kipindi ambacho unajua una maradhi. Ukienda hospitalini hayaonekani, lakini maradhi hayo kwa Mwenyezi Mungu yanaonekana. Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Tamka uradi huu
mara 90 mchana, 90 asubuhi, 90 jioni, kwa muda wa siku utakazoweza. Na Mwenyezi Mungu, kama ni mtoto wako, kama ni mama yako, mtamkie, kama ni rafiki yako, mtamkie. Mkana mgonjwa pembeni pale, unasema rabbi inni masani yadhuru wa anta arhamur rahimin, unamtamkisha na yule mgonjwa, basi Mwenyezi Mungu anampa shifau. Wal afwa minkum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea kuwapa faida kwa wale ambao madhara kwa mtu aliyekumbwa na vitu vibaya vya kutisha, au kuna watu wabaya wanataka kukudhuru na kukusababishia matatizo katika maisha yako. Kwanza unatakiwa ukiamka asubuhi upate udhu. Kila mwanadamu, kama ni Muislamu, kama si Muislamu, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu vipindi vyetu hatubagui. Unaweza ukafanya maelekezo kwa kufata vipindi tunavyovitoa. Ukishachukua udhu utasoma muadhamataini, kul huwallahu ahad, utasoma mara 3, kul a'udhu birabbin nas mara 3, kul a'udhu birabbil falaq mara 3. Na baada ya kusoma mara 3 utasoma tabbat yada abi lahabi wa taba mara 3. Hizi zisome asubuhi unapoamka kwa ajili ya viumbe wabaya wote. Lakini uradi wako ambao wa kujikinga na viumbe wabaya utasema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Utatamka a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, utatamka asubuhi mara 100, na utatamka mchana mara 100, na utatamka usiku mara 100. Maneno haya kwa Kiswahili, najikinga kwa maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba. Shari yoyote ambayo imeumbwa na Mwenyezi Mungu, utasema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Uradi huu utautamka asubuhi mara 100, mchana mara 100, usiku mara 100. Hakuna jambazi, hakuna kibwengo, hakuna mtu mbaya, hakuna yoyote adui atakayesogea karibu yako, na utakuwa umejikinga na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuendeleze kuzitaja adhkari hizi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tuweze kupata kheri na tuweze kukubaliwa madua yetu na maombi yetu. Wala afu aminkum insha. Ambayo umekuwa ukikumbwa na ndoto za usiku, ndoto za kutisha, na kuhusu ndoto mbaya, ondosha ndoto mbaya kwa kusema maneno haya. Ondosha ndoto mbaya kwa kutamka nyiradi hizi. Hizi nyiradi zina faida kubwa sana katika kuondosha vitu vibaya. Lakini pamoja na kwamba utakuwa na nyiradi, na kushauri hapa ofisini kwangu kuna mafuta ya Bukhli Shamdi, kuna mafuta ya Siti Msharifu, kuna mafuta ya Fimbo ya Musa, na kuna mafuta maalumu ya Mzaituni. Unaweza ukatumia hapa ofisini kwa ajili ya kujikinga unapotamka maneno haya, silaha katika njozi au ndoto mbaya. Utatamka haya maneno, ambapo maneno haya yana maana kubwa sana. Utasema bismillahi a'udhu bikalimati, bismillahi a'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi, tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi, wa sharri ibadihi, wa sharri ibadihi, wa min hamazati shayatin wa an yahdhurun. Bismillahi a'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdhurun. Maneno haya utayatamka nyakati za usiku, wakati wa kulala. Unaweza ukatamka mara 7, na utakapotamka mara 7 maana yake nini? Maana yake Mwenyezi Mungu anakuepusha na kukutoa katika majanga ya ndoto mbaya. Tafsiri ya maneno haya kwa Kiswahili: kwa jina la Allah najilinda kwa maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na hasira zake na ghadhabu zake, najilinda na shari za waja wake na vitimbi vya shetani wasiniingie, kwa sababu kuna ndoto za mashaitani ambazo ndizo zimekuwa ni mbaya zaidi, ambazo ndizo zimekuwa mbaya zaidi katika kuwafata wanadamu na kuwafanyia vitu vibaya. Tamka nyiradi hiyo nyakati za usiku kuondosha ndoto mbaya. Wal afu aminkum.
anafanya safari na anataka kujikinga na msafiri kutokana na wizi na mambo mabaya, utasoma ayati kursiyu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kinga hii unaisoma kwa ajili ya kujikinga na watu wabaya wanaotaka kukudhuru au wanaotaka kukuibia au wanaotaka kukuingia. Lakini dua baada ya kusoma ayati kursiyu, unaweza kusoma salati naria, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadhu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij. Hii unaweza ukaisoma pia kuingia katika mji, wale watu wa mji ule wote watakuwa wanakupapatikia. Ukitaka kinga ya watu katika mji unaenda kutafuta riziki, soma hii dua salati naria, utasoma ayat kursiyu, utasoma na hii. Lakini pia utaweza kutamka na miradi hii, Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tanamu wakfina bikurnika alladhi la yanamu warhamna biqudratika alaina la nahlika wa anta rajauna. Unaweza kaisoma hii dua nayo kwa maneno haya ukayatamka ili kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili Mwenyezi Mungu akuondoshe na vitu vibaya na akupe kinga katika maeneo ambayo unayokaa na watu wa maeneo yale yote waweze kukukubali. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhadhu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunaru bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustat al-ghamama wajhi Allahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Unaweza kaitamka hii mara 100 wakati unaelekea kuingia katika ule mji, wezi wasikukumbe, wabaya katika mji ule wasikukumbe, ufurahikiwe na watu wote, wezi wakufurahikie, wazuri wakufurahikie, wabaya wakufurahikie. Hiyo ni nyiradi nzuri. Wala afwa minkum insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpendwa, katika maisha ya leo hakuna anayependa kuwa na maisha ya dhiki. Hakuna anayependa kuwa na maisha ya magonjwa. Hakuna anayependa kuwa na maisha ya misukosuko. Hakuna anayependa kuwa na maisha ya kutokuwa na kipato. Hakuna anayependa kuwa na maisha ya kutopendwa na watu. Kila kijana, kila dada, kila mwanaume, kila mzee, kila kaka, kila babu, kila bibi, kila mmoja anapenda maisha mazuri. Na ndio maana kila ukiingia katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari, unapotaka watu wakusikilize, basi wewe zungumza namna ya mtu atapata pesa vipi, utaona unapata wafuasi waliokuwa wengi sana. Lakini ili upate mafanikio katika maisha yako, na kusihi vitu vitatu vinne. Kwanza, katika maisha yako jitahidi kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saidia mayatima, saidia maskini, saidia wajane, saidia walioharibikiwa njiani, saidia na watu wasiojiweza. Lakini katika maisha yako jitahidi uwe ni mtu mwenye kuchinja sana. Unafanya sadaka ya kuchinja, kama unaweza ngamia, kama unaweza ng'ombe, kama unaweza mbuzi. Kuku si sana, lakini tunaweka ng'ombe, ngamia, mbuzi na kondoo. Chinja sana katika maisha yako, na ukichinja useme unachinja kwa jina lake Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyompa amri ya kuchinja baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam alipotaka kumchinja mwanae, Mwenyezi Mungu akateremsha kondoo. Lakini katika maisha, ili uweze kufanikiwa na kupata maisha ya haraka, kupata maisha mazuri kama nilivyozungumza, tumia nyakati za usiku kuanzia saa 8, saa 9, saa 10, masaa haya matatu. Na hii ni siri ya maisha, na kupeni nyinyi vijana, na kupeni nyinyi wazee, watu wa namna mbalimbali. Ukitaka ufanikiwe, amka usiku, kipindi ambacho watu wanakoroma, watu wanasinzia, wengine wanaenda kuroga, wengine wanafanya ushirikina. Wewe wakati ule amka, muombe Mwenyezi Mungu. Kama ni Muislamu, kwa imani ya Kiislamu. Kama ni Mkristo, omba kwa imani yako. Amka usiku. Katika kuomba Mwenyezi Mungu anamjibu mtu yoyote anapomuomba, Mungu anamjibu. Mungu hachagui mtu mbaya wala mzuri,
Na ndio maana mtaani unaweza kumkuta mtu mbaya lakini Mungu akampa maisha mazuri. Nimesema katika nidhamu kusaidia mayatima, maskini, wasiojiweza, wajane pamoja na watu ambao wako katika hali ngumu na walioharibikiwa safarini. Kuchinja wanyama, kondoo, mbuzi, kondoo pamoja na ngamia ama ng'ombe. Lakini pia jitahidi sana kuwa ni mtu wa kufunga. Kama unaweza kufunga siku ya Alhamisi, kama unaweza kufunga siku ya Jumatatu, tumia katika kufunga na Mwenyezi Mungu atakufungulia. Lakini amka nyakati za usiku, fanya ibada, muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yuko karibu sana na neno hili Ar-Rahmanir Rahim. Nyiradi hii Ar-Rahmanir Rahim, ukiweza kuitamka sana usiku, tamka nyiradi hii Ar-Rahmanir Rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.